hedhi yako haiji kwa wakati, inaweza kuwa ishara ya tatizo kubwa la homoni. Mzunguko wa hedhi wa mwanamke unategemea homoni maalum zinazofanya kazi kwa mpangilio maalum. Homoni hizi ni kama estrogen, progesterone, FSH, follicle stimulating hormone, na LH, luteinizing hormone. Kila moja ina kazi yake kuhakikisha mwanamke anapata hedhi kwa wakati unaofaa. Kawaida, mwili wa mwanamke huandaa yai kila mwezi. Homoni ya FSH huchochea ovari ili yai likue. Wakati yai linapokomaa, kiwango cha estrogen huongezeka, na hii huandaa mfuko wa uzazi uterus kuwa tayari kwa ujauzito. Kisha homoni ya LH huongezeka na kusababisha yai kuachiliwa, ovulation. Endapo yai litakutana na mbegu ya kiume, sperm, mimba hutungwa. Kama halikukutana na sperm, hakuna ujauzito. Homoni ya progesterone hupungua, na hii husababisha ukuta wa mfuko wa uzazi kuporomoka na kutoka nje ya mwili kama hedhi. Sasa, kama homoni hizi hazipo kwenye uwiano mzuri, mwanamke anaweza kupata matatizo kwenye mzunguko wake wa hedhi. Hali hii huitwa hormonal imbalance na inaweza kusababisha yafuatayo: hedhi kukosekana kwa muda mrefu au kuchelewa, hedhi kuwa nzito sana au nyepesi kupita kiasi, maumivu makali wakati wa hedhi, kupata hedhi mara 2 kwa mwezi, au mzunguko usio wa kawaida. Kwa mfano, wanawake wenye tatizo la PCOS, polycystic ovary syndrome, huwa na kiwango kikubwa cha homoni za kiume, androgens. Hii husababisha ovulation kutotokea mara kwa mara. Hii inamaanisha hedhi zao haziji kwa mpangilio sahihi, au zinaweza kukosekana kabisa. Pia, wanawake wanaokaribia menopause hupata mabadiliko ya homoni, hivyo hedhi zao huanza kuwa za kubadilika kabla ya kukoma kabisa. Hali nyingine kama matatizo ya tezi ya thyroid yanaweza pia kuvuruga mzunguko wa hedhi. Kwa ujumla, homoni zinapokuwa haziko sawa, mwili wa mwanamke hauwezi kufanya kazi vizuri katika mzunguko wa hedhi. Hili linaweza kusababishwa na lishe mbaya, msongo wa mawazo, unene kupita kiasi, au hata magonjwa fulani. Njia bora za kurekebisha tatizo ni kula chakula chenye virutubisho vyote muhimu, kufanya mazoezi, kupunguza msongo wa mawazo, na kama tatizo ni kubwa, kumuona daktari haraka kwa ushauri zaidi. Ni mimi Abdul Latif Wellness, mtaalamu na mshauri wa afya.